Mambo yamekuwa mengi sana, habari zimekuwa nyingi sana. Kiukweli vita ilipofikia sasa, ukweli unaanza kuonekana. Ukweli unaanza kuonekana ni kwamba mamea wa kutoka Israeli walikuwa na meeting, na hii imekuja baada ya Iran kuanza kushambulia hizo shelter ama hizo handaki za kujifichia raia. Uvumilivu umewashinda, shughuli za kiraia hakuna kinachoendelea Israeli mpaka saizi. Wanahoji masuala ya msingi, kwani wananchi wamefanya makosa gani mpaka muingize katika matatizo haya? Serikali na wananchi wa Israeli wamechanganyikiwa mpaka sasa. Kitu ambacho kimeendelea kuwashangaza watu duniani ni uwezo wa Iran kuweza kuzitungua ndege za kivita za Kimarekani 3 tena. USF-A-18 jana chini, USF-16 chini, USF-15 chini. Huu uwezo wa operation ya Iran kuweza kuzitungua ndege za kivita za Kimarekani wameitoa wapi? Msemaji wa jeshi la Irani anasema hivi, Ibrahim Zalifarga anasema kuanzia mwaka jana, siku 12 za vita, the 12 days war za mwezi wa 7, walidevelop the new system, mfumo mpya ambao mpaka leo watu hawajui ni mfumo mpya wa kujilinda, mfumo mpya wa kutungua, ama mfumo mpya wa silaha, ambao mpaka sasa hizi imekuwa ni tishio duniani kote. Hizi ndege F-15, F-16, F-18, F-35 na F-112 na B-2 Sprinter, hizi ndege zina mfumo wa kutokuwa na uwezo wa kubi detected na rada. Sasa imekuwaje kwa muda mfupi huu Irani hii nguvu ameitoa wapi? Marekani wanajiuliza maswali mengi sana. Hizi ni 3, nilikuambia 10 juzi. Alafu ukiplus na drone zimefika 21. Yaani kuplus ndege za kivita za Kimarekani plus drone za Kimarekani zimezolipuliwa kwenye siku hizi 26 za vita ni 21. Wanajiuliza plus na zile 2 F-16 za Israeli ambazo zilipigwa Friday, wanajiuliza Irani hii nguvu imetoka wapi? Marekani inaendelea kuingia hasara. Marekani inaendelea kupata hasara. Hasara, ndugu zanguni, sio paka uone mji wa California umeenda chini, Las Vegas imeenda chini, Los Angeles iko chini, California iko chini. Hapana, haiko hivyo. Ni kuingizwa katika huu mfumo wa hasara bila kutegemea. Mossad wametarget watu wawili, assassination ya watu wawili. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Abbas Araghchi, Mossad wamemtarget kumuua. Na spika wa bunge Mohammed Baga, hawa wametagetiwa. Pakistani
wameingilia kati kuambia Washington, tafadhalini jamani, hawa watu wawili wasiwawe, ingilieni kati. Washington imeingilia kati kuwazuia Mossad, kwa kuzuia vifo vya watu wawili, spika wa bunge Mohamed Baga pamoja na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Abasi Aragachi. Kwa nini wawazuie? Kwa nini hao watu wawili? Kwani viongozi wangapi wamekufa? Pakistan wanasema kuendelea kuua viongozi ni shindikizo tosha la hili vita kuendelea kuwa kubwa katika ule ukanda. Kumbuka Yemen na Iraq na Pakistan, wao wamesema hawatoingilia moja kwa moja, ila wako upande wa Iran, wako upande wa Iran. Msemaji wa jeshi la Irani Ibrahim Zol Fagara anasema kwamba wamezivunja bezi zote za Marekani zilioko nchi za Gulf. So hawa Delta Force, hawa wanajeshi wa Marekani wanaokuja kutaka kuvamia kupitia njia za nchi kavu, labda watumie air base, watumie bases za jeshi za hawa majirani zao, na wametoa taarifa. Popote mtakapowaona watoe taarifa. Baraza la maseneta linaendelea kukazia, haiwezekani tutumie bilioni 2 kwa siku, bilioni 2 kwa siku eti kwa sababu ya kufungua mfereji wa Hormuz, na wakati kabla mfereji wa Hormuz ulikuwa wazi. Hizi gharama za kujitakia ambazo zingeenda kwa wananchi ambao hawajiwezi wa Marekani zikawasaidia, leo hii tunaanza kutumia kila siku. Sasa mipango ya Iran ni kuhakikisha yoyote atakayetoa nafasi kwenye hizi nchi za karibu kuwapa Marekani, na wao wanahesabiwa kama ni moja ya mshiriki wa direct wa Marekani na Israeli. Huku mambo inaendelea. Trump kwenye Twitter ameposti kwamba kikao chake na yeye pamoja na Xi Jinping, rais wa Marekani, rais wa China, kimeenda vizuri. Watakutana tarehe 14 mpaka tarehe 15 mwezi wa 5. Oya, kiukweli inasikitisha. Mimi nilikwambia Marekani anatafuta njia ya kujitoa, ila sio kujitoa kiunyonge, kujitoa kabisa, ila si kiunyonge. Sasa hizi mbinu tayari zishajulikana. Mwathirika mkuu saizi ni Mwisraeli. Waisraeli wanaathirika sana, na ndio maana balozi wa Marekani aliyoko nchini Israeli alitoa taarifa last week, hakikisheni Wamarekani wote mko nchini Israeli, tokeni, pitieni njia ya Lebanoni. Njia ya Lebanoni, airport imeshambuliwa. Airport ya Tel Aviv haifanyi kazi. Ndio wananchi sasa, mamea wamekuja mbele kuambia bana, pana, enough is enough bro. Wao walifikiria ni vita tu ya siku moja kama ile ya Palestina imeisha. Hii itaendelea mpaka lini? Watu wanahoji mpaka lini? Lini vita itaenda? Lini vita itaisha? Gharama inazidi kupanda wa maisha. Mafuta hayajashuka chini dadi. Percent zinazidi kwenda mbele. So, mpaka sasa Iran imesababisha mtikisiko wa uchumi wa dunia.